Tangu April tarehe 15 mwaka 2023, Sudan imekuwa katika vita vya wenyewe kwa wenyewe kati ya jeshi la serikali SAF chini ya General Abdel Fattah el-Burhan dhidi ya vikosi vya RSF vinavyoongozwa na Mohamed Hamdan Dagalo, wao wakimuita Hemedti. Chanzo cha vita hivi ambavyo vimedumu kwa zaidi ya miaka miwili ni ugomvi wa madaraka baina ya kiongozi wa SAF General Abdel el-Burhan dhidi ya kiongozi wa RSF Mohamed Hamdan Dagalo. Inaelezwa kwamba kabla ya kuwa mahasimu, hawa jamaa walikuwa marafiki wakubwa. Vita vya Sudan vinaelezwa katika hatua kuu tatu. Kwanza ni kuondolewa madarakani kwa aliyekuwa rais wa Sudan Omar al-Bashir na chama chake cha National Congress Party NCP mwaka 2019 katika mapinduzi yaliyochochewa na maandamano yaliyoanzishwa na wanafunzi waliotaka kwa udi na uvumba utawala wa kisheria nchini Sudan. Pili ni makundi mawili yenye nguvu nchini Sudan, yani SAF chini ya General Abdel el-Burhan na kikundi cha RSF chini ya General Mohamed Hamdan Dagalo, wote wakipinga vikali mapinduzi yaliyofanyika nchini humo, wakipinga utawala wa kidemokrasia usiote mizizi nchini Sudan. Ndipo baada ya anguko la Omar al-Bashir, makamanda wa SAF na RSF walipoingia katika vita vya kugombania madaraka ya Sudan tangu mwaka 2023 hadi hii leo. Madhara makubwa yametokea tangu vita hivi vya wenyewe kwa wenyewe kuanza nchini Sudan, ambako inaelezwa wananchi wa Sudan zaidi ya milioni 12 wamelazimika kuyakimbia makazi yao. Maeneo ya mji mkuu wa Khartoum na Darfur vimeripotiwa vifo vya watu wengi, wanawake wakibakwa. Sudan inatajwa kuwa ni nchi ambayo watu wake wanapitia wakati mgumu katika kupata misaada ya kibinadamu, kwani inatajwa watu milioni 25 nchini humo wanapitia njaa kali kwa mujibu wa makadirio yaliyofanywa na shirika la Umoja wa Mataifa yani UN. This is Rich Note.